Wewe unaonaje? Afande, mimi niko nitoka kwenye misha zangu za kila siku. Sasa nimezoea sana kupita kwenye njia. Nikaona mwili uko wapi hivi. Na nikachukua jukumu la kuwaita nyie. Unatoka kwenye misha zako za kila siku? Ndio. Ukakuta mwili uko hapa? Au ufahamu wote au kwamba kuna tukio lolote na uone linatokea au vijana wote ambao wana tabia za ovyo mtaani? Hapana, sifahamu. Sasa usiondoke. Sitaondoka na wewe hapo, uende ukatusaidia kwenye upelelezi, sawa? Sawa. Naam, madam. Dazi, usalama upo? Usalama wa kutosha sana madam. Umehakikisha hakuna anayejua unakuja hapa? Kuna anayejua madam. Okay. Na vipi kuhusiana na kazi? Kazi imeenda vizuri kabisa madam. Dazi. Naam. Kuna askari mpya kaja. Huyu askari yuko makini vibaya mno. Sasa ninachowaomba, hakikisheni mnakuwa makini, maana mkikamatwa itakuwa mbaya kwetu. Sijui mnanielewa? Nakuelewa madam. Okay, sawa. Humo kuna kete ya 50. Hakikisha jioni unaniletea hela yote. Nakuelewa. Ni ya kazi. Okay, unaweza ukaenda. Sawa madam. Uongee na wenzio wawe makini. Sio na stress tena. Dada. Dada. Karibu. Asante. Samani, kama tushie kuonana mahali fulani. Mimi. Mama, nijitambulishe. Majina naitwa Mr. Kevi. Na mimi naitwa Siwatu. Ni mwenyeji wa maeneo haya. Na kijana nilikuwa namuulizia. Anaitwa Ramsi. Sijui unaweza kuwa unamfahamu? Ramsi. Hapana, simfahamu. Kijana fulani hivi maji ya kunde, namjua. Kuna nini bwana? Unamfahamu kivipi? Nafahamu kama kijana wa mtaani, afu pia namfahamu kama mteja wangu. Na mara mwisho kuna naye kwa nini? Ilikuwa jana asubuhi, alikuja kununua matunda.
kumbuka ilikuwa ni mnamo wa muda gani? Ilikuwa mida ya saa 5. Kwani kuna nini? Nashukuru. Shida nini kwani? Kuwa na amani. Tutakie siku njema. Haya, na kwako pia. Kaka. Beka. Kaka. Mbona unaonekana mtu mwenye mawazo sana na huko ukiwa unalia? Ndugu wangu. Hii dunia na watu wanyama sana. Nimeshuhudia mtu anauawa mbele ya macho yangu. Anakabwa mpaka anakufa. Pole sana kaka. Nakiwa kinyama. Nasikitisha sana. Naona siko sawa kabisa. Ngoja niingie ndani nikapumzike. Ndugu wangu. Ndio kaka. Kuna jambo linanisumbua sana kichwani. Jambo gani hilo kaka? Unakumbuka juzi nilikwambia kuhusu ile swala la mauaji? Ndio. Linanisumbua sana hilo. Nafikiria kwenda kuripoti polisi. Bila wale watu ni hatari sana. Sasa mimi kaka nitakushauri wewe. Ninachokushauri uende polisi. Sababu utakuwa na amani na unachokisema ni kweli ndugu yangu. Changamoto ni wapi ndugu yangu? Kama mtakuwa kwa mtapeli amna kaka, mimi nakushauri wewe nenda karipoti polisi. Nakuelewa mdogo wangu. Ndio. Tafanya hivyo. Sawa. Sasa na hapa nahisi njaa. Kuna chochote? Ndio. Naomba nisogezee. Sawa. Keto, nahitaji umakini katika kazi. Tunaelewana? Kwa sasa tuko hatarini. Kuna ujio wa askari mpya mjini hapa. Na hivi ninavyoongea kaanzia mjengoni. Sitaki mistake ya aina yoyote. Fanya kazi kwa umakini. Nahitaji pesa. Tuko kwenye mazingira magumu. Sawa? Mzigo umetoka kwa mada. Jioni nahitaji pesa huo mzigo. Na nyinyi jioni na wahitaji. Tumeelewana? Tumeelewana? Tembea. Wewe vipi? Bazi yupo? Kwa vipi babu? Kwa mnapiga kelele, shida nini? Vipi?
Vipi babu, unasubiri nini? Tembea. Sishakupa maagizo au unacho sawa? Tembea. Sikia. Washa pikipiki. Ndio Dazi. Halo madam P. Vipi? Yule mtu tuliomuoa madam P. Kuna mtu alituona madam P. Ila nashukuru Mungu madam. Tumetoa mwana kwetu. Nakuhakikishia madam. Sasa jioni. Majibu tutapata. Dazi. Mnafanya nini? Si niliwaambia mwe makini. Dazi. Kipindi nakupa kazi nilikwambia hivi uwe makini. Kwa nini unakuwa mzembe kiasi hicho? Kweli madam, mimi kitu kitokea. Naomba nakuhakikishia mpaka jioni majibu tutapata. Sasa naomba unisikilize. Huyo mtu naomba mlete akiwa mzima. Sijui umenielewa? Fanya kazi kwa uweledi. Nakuhakikishia madam. Mpaka saa 1 ya usiku majibu tutapata. Ndio afande Kelvin. Tamani tunaweza kuonana. Kwa sasa hivi sipo kidogo, nipo mjini, lakini narudi sio muda mrefu. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi nitakuwa hapo nyumbani. Sawa. Fanya juu tuonane. Okay. Sawa.